Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi ni grupu namba 6. Leo tutawasilisha mfumo wetu unaitwa Smart e-procurement system. Mfumo huu umetengenezwa kwa kutumia PHP, MySQL, Bootstrap 5, HTML, CSS na JavaScript. Lengo la mfumo ni kuboresha mchakato wa manunuzi kwa kuondoa matumizi ya karatasi na kurahisisha mawasiliano kati ya employee na manager, procurement administrator, pia na vendor. Kwa hiyo mfumo huu utakuwa na homepage ambao kwamba homepage yetu ndio kama hii ambao kwamba tunaiona hapa. Huu ndio ukurasa wa kwanza wa mfumo. Mfumo una watumiaji wanne tofauti ambao kwamba ni administrator, manager, employee na vendor. Kwa kila mmoja na login yake kwa usalama na usimamizi wa majukumu. Kwa hiyo tukibonyeza login hapa tutaweza ku login, lakini kwa kutumia wale user watatu ambao kwamba ni admin, manager na employee. Kwa hapa ukiweka tu username kama ni ya employee, kwa itafunguka kwa upande wa employee, lakini kama ni admin itafunguka upande wa admin. Mfano tunafungua hapa kwa upande wa admin, tunaweka username ya admin, tunaweka password na login. Kwa hapa imefunguka upande wa admin hapa, na tunaona vitu tofauti ambao kwamba kwenye dashboard huku tunakuta kuna dashboard, kuna vendors. Ukibonyeza vendors na kuonyesha hawa watu ambao kwamba wamejiregister hawa, na kuna wengine ambao kwamba wamekuwa approved, kuna wengine rejected kama huyu hapa amekuwa rejected, alafu kuna huyu hapa ni pending tare. Kwa hiyo huyu pia naweza nikamapprove, amekuwa approved. Kwa hiyo huyu sasa kule ana uwezo wa kuingia, na huyu amekuwa approved anaweza kuingia, lakini huyu aliyokuwa rejected hawezi kuingia kwamba amekataliwa na mfumo huu. Tare. Alafu hapa kwa upande employees hapa akiregister hapa employees tutakuja kumuona hapa. Alafu kuna purchase request, kama kuna mtu amerequest tutaona. Kuna purchase order. Kwa hiyo hapa kama kuna order yoyote imewekwa unaona, na unaweza pia ukacreate hapa purchase order, ukachagua kwenye wale ambao kwamba wa approve, ukaweka date, lakini ukaselect request. Lakini kuna report ambao kwamba report hii inatuonyesha kwamba total manager ni mmoja, kuna total vendor 4, purchase hakuna ambao kwamba ni 0 na hii 0. Alafu tunaweza ku log out hapa. Sawa? Kwa tuna log out, tunaangalia upande wa pili sasa ambao kwamba ni upande wa vendor, kwa sababu tulisema kwamba vendor huyu ana upande wake. Kwa tunaingia hapa kwenye vendor. Kwa kwamba hapa tunaweza kuregister hapa. Tujaribu kuangalia kwa mregister pengine Juma. TIN number, tuweke tu yote, password, tuweke password. Hapa tuweke password. Company name. Alafu tuna register. Ila tumeambiwa kwamba email already exist. Sign up, tumeweke na mwingine sign up.
register. Hii tunaambiwa successfully approved. Wait for admin approval. Tushamsajili huyu. Kwa hapa hata tukilogin hawezi kulogin huyu. Tuweka T5. Haiwezi kwa sababu namba haijakuwa approved by admin. Tukiingia kwa admin kule, tunamuona Zainab huyu hapa, yupo pending tayari, yupo pending Zainab. Kwa hiyo kama yupo pending, tunaweza tukamweka tukamapprove hapa. Tukimapprove sasa ndo tutakuwa na uwezo wa kuingia kule. Sasa twende tukaangalie. Total vendor sasa hivi ameongezeka pale, tumeona hapo kwamba sasa hivi amekuwa 5. Tukaingie huku tuangalie, je, amekubali. Login here T5, tunaweka na password yetu. Amekubali. Sababu huyu ni mpya, hajaweka chochote. Kwa hiyo tunaona hapa dare. Na hapa unaweza ka log out kama tunavyoona. Na nadhani mfumo umekamilika. Kila kitu kimo kama kawaida. Tumeona dashboard, tumeona create purchase kwenye admin, tumeona department item kwenye create purchase hiyo, quantity, budget, priority, description. Tulipoingia huku kwa admin pia tuliona hivyo vitu. Vitu vyote vipo. Kwa ni kucreate tu hapa. Ukicreate mzigo unakuja pale. Na hapo ukigenerate inakuja. Kwa baada ya kutuma, lakini pale request status yake huwa pending kusubiri idhini ya manager. Tare. Kwa so admin tu kwamba ana uwezo wa kuapprove na nini, lakini manager pia. Na hapa quick actions. Kwa hizi ni shortcut hizi ambazo kwamba unaweza kutumia. Mfano manage vendors, kuangalia hapa. Na hii ni manage employees. Vile hamna humo, hatujaweka view request. Unaona hapo sasa hivi zimeongezeka, zimekuwa 5. Kwa manager anaweza kuidhinisha au kukataa ombi kulingana na uhalali wake. Tayari. Alafu kuna log out kama tunavyoona kwa admin hapa, ambapo kwamba baada ya manager kuidhinisha request, procurement administrator anaweza kutengeneza purchase order. Kwa kwenye purchase order tunaweza kuona taarifa zote za purchase order, ikiwa ni pamoja na taarifa za vendor na bidhaa zilizoagizwa. Purchase order hapa kama itakuwa vipo, lakini kwa vile havijafanywa, hakuna aloagiza, hatujaweka purchase order hapa. Tunaona tu table hili, lakini hatu nini.
na vendor wenyewe baada ya hapo anaweza kuingia akaona, lakini pia ripoti hii itatuonesha tare. Kwa hiyo mfumo huu una faida nyingi tofauti tofauti, kama kupunguza matumizi ya karatasi, kuongeza uwazi katika manunuzi, kurahisisha ufuatiliaji wa maombi, kuharakisha mchakato wa approval, kuhifadhi taarifa kwenye database kwa usalama kuhifadhi taarifa kwenye database kwa usalama, kuboresha usimamizi wa vendors. Kama tulivyoelezea mwanzo, mfumo tumeutengeneza kwa kutumia teknolojia zifuatazo: front end tumetumia HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript. Back end tumetumia PHP. Database MySQL ndio kwamba tumetumia, na server tumetumia XAMPP Apache. Kwa hiyo kwa kumalizia naweza kusema kwamba Smart Procurement System ni mfumo unaorahisisha mchakato mzima wa manunuzi, kuanzia employee kutuma ombi, manager kuidhinisha, administrator kutengeneza purchase order hadi vendor kupokea order. Kwa hiyo asanteni sana kwa kutusikiliza na tupo tayari kwa kujibu maswali yenu.